Nimekutana na video ya dada ambaye alikuwa anahoji sisi watu wakataa maandamano tunasimamia nini hasa. Akauliza tunapoambia vijana wakatae maandamano tunataka wafanye nini kama mbadala, na akauliza vijana wasipoandamana watawezaje kupata haki na madai wanayoyadai. Sasa kwa raha zangu naomba niwajibu nyinyi wote ambao mlikuwa mfahamu sisi watu wakataa maandamano tunasimamia nini haswa. Kwanza, dada shukran, swali hili ni la muhimu na la msingi sana, na ndio maana hadi ninakuja hapa kulielezea. Naomba kwanza ieleweke kwamba vijana wote wa Kitanzania tunaungana kwa pamoja na tuna msimamo wa pamoja pale tunaposema tunataka amani na haki vitamalaki kwenye taifa letu. Na tunataka amani na haki vitamalaki kwa sababu hivyo ndivyo ambavyo vinajenga utu na heshima ya kila raia wa Tanzania. Mfano mzuri ni baada ya haya ambayo yamekwisha kutokea na baadhi yetu wakashirikiana na watu wa mataifa mengine kuikashifu Tanzania kwa ujumla pamoja na serikali yake. Nafikiri ni jana nyote mmeshuhudia yule mwanasiasa wa Kenya ambaye alikuwa anamwambia Ruto usifikirie sisi ni wa Tanzania. Alafu akamalizia lile tusi lake ambalo alivyolitamka ni kama vile alikuwa anamtamkia Rais Samia, lakini mwanzoni amesema usifikirie sisi ni wa Tanzania. Manake lile tusi alilomtumia Samia ndilo ambalo anatutukana wote. Ni dhahiri kwamba kila nchi ina matatizo na hakuna nchi ambayo imefanikiwa kumaliza matatizo, kwa sababu matatizo kila siku yanazidi kutengenezeka mapya na yanazidi kujitengeneza mapya. Lakini ni wajibu wetu kama nchi kutafuta solution ya matatizo yetu kwa pamoja. Sio wajibu wa viongozi, naomba ninokuliwe sahihi. Ni wajibu wa taifa zima, viongozi na sisi wananchi kupata solution ya matatizo yanayotukabili. Lakini jambo ambalo sisi tunaliamini ni kwamba huwezi kutatua tatizo kwa kuongeza tatizo jingine. Mfano, vijana wenzetu ambao wanadai haki ya kuongeza vipato na upatikanaji wa fursa za ajira wameandamana huku wakiharibu hata vile vyanzo vichache vya mapato na vya ajira ambavyo vilikuwepo. Manake hapa hatutatui tatizo bali tunaliongeza tatizo, na matokeo yake ni kama tunavyosema vijana wengi sana sasa hivi hawana ajira. Kupitia maandamano ya 29 Oktoba hatukutatua changamoto za vijana bali tuliziongeza, na msimamo wetu sisi uko wazi. Hizi ndizo sababu zinazofanya tunasema kataa maandamano. Kwanza, maandamano ni rahisi sana kugeuzwa kuwa vurugu. Watu wenye nia mbaya hutumia maandamano kama mwanya wa kufanya uhalifu, kuiba, kujeruhi na hata kusababisha vifo. Ushahidi wa historia unaonyesha duniani kote kuwa vurugu ndio hupelekea anguko la uchumi kwa sababu ya upotevu wa ajira pamoja na hofu miongoni mwa wananchi. Sasa ya nini tutumie njia yenye madhara makubwa kama hivyo, ili hali tunaweza kuwasilisha madai yetu na kudai haki zetu kwa njia ambayo ni salama kwa taifa zima. Mfano hai, South Africa 2021 kulipotokea maandamano ya Jacob Zuma, maduka 2000 yaliibiwa na kuchomwa moto, huku vifo vya watu 300 vilitokea. Hii hali ilifanya maduka mengi yafungwe, biashara nyingi zifungwe, wawekezaji waondoke, especially kwenye yale maeneo ambayo maandamano yaliathiri. Lakini pia Kenya 2017 pamoja na 2023 maandamano yalipelekea vurugu na kusababisha biashara kuharibiwa, hali ambayo imesababisha baadhi ya wawekezaji kukimbia Kenya na wengine wakakimbilia Tanzania. Na hadi leo kuna baadhi ya miji nchini Kenya wawekezaji hawawezi kwenda kuwekeza kwa sababu ya hofu ya machafuko. Sababu ya pili, kwa nini tunakataa maandamano? Maandamano huwapa mwanya matapeli wa kisiasa. Yes, watu ambao wana maslahi binafsi, wanasiasa njaa, huwa wanatumia hasira na maumivu ya wananchi ili kufanya hali izidi kuwa mbaya, yani kutengeneza sintofahamu kubwa zaidi. Na mwisho wa siku wakishawatumia wananchi kupata vile vyeo ambavyo wao wanavitaka, wao huwa wanageuka kuwa wabaya zaidi kuliko wale viongozi walioondolewa. Na kupa mfano, angalia Sudan 2019 watu waliandamana kuiondoa madarakani serikali ya Bashir. Miezi michache baadaye jeshi likachukua nchi, lakini liliongoza kwa mabavu, na wale ambao walitangazwa kama mashujaa wa maandamano ndio ambao walikuwa wasimamizi wa hiyo serikali ambayo imekuwa na utawala mgumu zaidi kwa wananchi kuliko hata alichokuwa anakifanya Bashir. Lakini tusiende mbali sana, 2019 ni mbali. Nepal ni juzi tu Gen Z walikuwa wametumika
kumweka waziri mkuu madarakani bila wao kujijua. Wakati wao wanaandamana wakichoma moto viongozi wao, mara akaapishwa mwanamama mmoja kwamba awe waziri mkuu bila uchaguzi, bila huyo mtu kutangaza sera zake, wala vijana kuelezewa huyo mtu anaenda kuongoza serikali ya namna gani. Sasa guess what? The moment yule mama ameapishwa kama waziri mkuu, hapo ndipo ambapo jeshi linawekwa mtaani, linaanza kushutu waandamanaji risasi. Na hivyo ndivyo ambavyo maandamano Nepal yamekomeshwa. Najua hawakusimuli story ya Nepal imeishaje. Story ya Nepal imeisha vijana wakiwa wanapigwa risasi ili watulie majumbani, na wamepigwa risasi na kiongozi ambaye tuliaminishwa kwa yule ndiye ambaye Gen Z wanamtaka. Sababu ya tatu ni kwamba maandamano hayajawahi kuleta mabadiliko endelevu na ya kweli. Ni rahisi sana maandamano kupata attention ile ya muda mfupi kwamba yes tunachukua nchi, tutafanya hivi, lakini kutekeleza kile ambacho tunaambiwa wakati wa maandamano ndipo picha linapoanzia. Tazame Libya 2011, kabla ya machafuko ilikuwa ndiyo nchi yenye kipato cha juu zaidi Afrika, ambapo huduma za afya na elimu zilitolewa bure. Lakini baada ya machafuko kukazaliwa makundi ya wanamgambo, na kutoka hapo mpaka leo nchi ile haijawahi kupata utulivu, na wananchi hawajapata solution ya matatizo yaliyowafanya waandamane from the first place. Mfano wa pili, Tunisia ya 2011 2023. Licha ya kuwa sababu kuu ya the Arab Spring, mpaka leo Tunisia bado haijapata solution ya kile walichokuwa nakihitaji. Hali ilizidi kuwa mbaya, na kufikia mwaka 2020 tatizo la ukosefu wa ajira kwa vijana lilipanda mpaka kwa 36%. Na kila mwaka kumekuwa na mabadiliko ya uongozi, yani kila mwaka viongozi wanabadilika, lakini hao viongozi wanaobadilika wote wanaofanya hayo mapinduzi, hakuna hata mmoja ambaye ameleta solution ya kweli ya matatizo ya wananchi yaliyowafanya waanzishe maandamano. Sasa hiyo ni mifano ya wazi ya matokeo ya kudai haki kwa kutumia maandamano. Maandamano huleta tu tumaini la muda mfupi la mabadiliko, lakini hayaleti mabadiliko ya kweli. Na sisi vijana wa Kitanzania tunataka solution endelevu na ya kweli juu ya changamoto zinazotukabili. Hatutaki geresha. Ndiyo maana hatutaki maandamano. Sababu ya 4 inayofanya tunakataa maandamano ni kwa sababu maandamano huchochea mgawanyiko. Maandamano huwa yanaletwa kwa siasa za sisi dhidi ya wao. Sisi ni mashahidi. Ilianza siasa ya CCM dhidi ya wapinzani, ikaja watawaliwa na watawala, wasanii na mashabiki zao, Wakristo na Waislamu, Watanganyika na Uzanzibari. Sasa sisi, hiyo sio solution ambayo tunahitaji. Solution tunayohitaji sisi ni ile ya umoja wa kitaifa, kwa sababu maandamano hata yakifanikiwa yataacha huu mgawanyiko kwenye jamii zetu, na hiko sicho tunachokihitaji kama taifa. Na taifa halijengwi katika mazingira ya ushindani na chuki. Hakuna taifa lililoendelea kwa kuendekeza ushindani na chuki. Kwa hiyo bado maandamano sio right way ya kupata kile tunachokihitaji kama vijana. Ndiyo maana tunakataa maandamano. Sasa ni kitu gani ambacho sisi tunashauri? Sisi tunashauri mazungumzo. Wacha nikujulishe kwa nini sisi vijana tunapaswa kuchagua mazungumzo kama njia ya kutatua changamoto zetu zinazotukabili. Sisi tunachagua njia ya mazungumzo ya amani. Tunachagua njia hiyo kwa sababu amani ndiyo msingi wa ujenzi wa taifa lolote lenye haki, fursa na ustawi. Ndani ya mazungumzo huhitaji mabomu. Ndani ya mazungumzo huhitaji kuua, huhitaji kujeruhi wala kufanya uharibifu wa mali. Unahitaji tu kuwa na busara, kuheshimiana, kusikilizana na kuipata ile solution ya pamoja tunayohitaji kama taifa. Tunachagua mazungumzo kwa sababu ndiyo njia itakayotuweka mezani kwa pamoja kama ndugu, na sio kutugawanya kama maadui. Na tunachokihitaji sasa hivi ni umoja wa kitaifa, na hiyo ndiyo spirit sahihi ya kujenga na kuendeleza taifa. Kuna watu wanahoji kwa nini sasa tunahubiri kuhusu amani. Tunahubiri kuhusu amani kwa sababu amani ndiyo msingi wa haki na ustawi. Ni vigumu sana kujadili kuhusu haki kwenye mazingira ambayo yana vurugu. Hatuwezi kujadili haki kwenye mazingira ya vurugu. Hatuwezi kuimarisha uchumi huku watu wanakimbia. Hatuwezi kusema tunaenda kukuza pato la taifa letu na fursa za ajira kama watu wanahofu, biashara zinafungwa na biashara zingine zinaharibiwa.
Amani ndiyo ambayo itatoa nafasi ya mawazo kutumika kupata solution badala ya mihemko na hasira. Na amani ndiyo ambayo itafanya serikali isikilize hoja zetu badala ya kujiandaa kukabiliana na vurugu. Lakini pia amani ndiyo ambayo itajenga misingi ya kuheshimiana ambayo katikati yake haki inaweza kudaiwa na kutekelezwa bila mtu kupigwa, kutekwa au kuhofia kupotezewa kipato chake pamoja na kufanyiwa uharibifu. Sisi tunaamini kwamba amani ndiyo mazingira salama yatakayotuwezesha vijana kudai haki zetu bila kuvunja haki za watu wengine. Tunaiamini njia hii ya mazungumzo ya amani kwa sababu imeleta matokeo halisi na chanya hapa Tanzania, tena matokeo endelevu bila kumwaga damu, kuharibu mali wala kuharibu utulivu wa nchi. Tazama mifano hii. Sera ya soko huria mwaka 1990 ilitokana na majadiliano baina ya serikali na wadau, sio umwagaji damu wala uharibifu wa chochote kile. Ndio ambao ulifanya uchumi wa Tanzania ukafunguliwa na kuruhusu wawekezaji kuwekeza kwenye sekta zinazokuza uchumi. Lakini pia mwaka 1992 kupitia tume ya Jaji Nyalali ndipo ambapo ulizaliwa mfumo wa vyama vingi vya kisiasa bila maandamano, bila vurugu, bila kutengeneza taharuki kwa wananchi. Lakini pia mwaka 2010 serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar ilitengenezwa kwa mazungumzo, na ndio ambayo imesaidia kwa kiasi kikubwa mpaka leo kutokea kwa vurugu za kisiasa kule Zanzibar. Hii inaonyesha namna gani mazungumzo yanaweza kubadilisha mfumo wa nchi nzima bila kuigawa au kuiumiza. Kweli tulikotoka ni mbali na tunakokwenda ni mbali, lakini tunasogea. Na kama tunaweza kuja pamoja kama vijana wenye mawazo chanya, uwajibikaji na uwezo wa kujadiliana, basi kwa hakika tuna uwezo wa kuitengeneza Tanzania imara tunayoitamani.